Wachezaji watano waliotoka katika maisha magumu na kuwa matajiri. Leo ukiwaona wanaendesha magari ya kifahari, maisha mazuri na pesa nyingi, unaweza kudhani walizaliwa nazo. Lakini ukweli ni kwamba hawa ni wachezaji waliotoka kwenye maisha magumu sana. Leo nakuletea story ya wachezaji watano waliopambana hadi kufikia juu kabisa duniani kupitia soka. Tafadhali usiache kuangalia mpaka mwisho. Tukianza na namba 1, tunamwangalia Lionel Messi. Messi alizaliwa Argentina akiwa bado mdogo kabisa. Aligundulika ana tatizo la ukuaji wa mwili. Matibabu yalikuwa ghali sana. Familia yake haikuwa na uwezo. Ndoto yake ya soka ilianza kupotea mapema. Lakini baadaye klabu ya Barcelona ilikubali kumchukua na kumlipia matibabu. Kutoka kuwa mtoto aliyedharauliwa, leo ni mmoja wa wachezaji wakubwa duniani. Kutoka chini kabisa hadi kuwa legend wa soka. Namba 2, tunamwangalia Cristiano Ronaldo. Ronaldo alizaliwa na kukua kwenye familia ya kawaida sana nchini Ureno. Aliishi kwenye nyumba ndogo, maisha yalikuwa ni ya shida sana. Baba yake alikuwa na changamoto za ulevi, yani pombe. Lakini Ronaldo alikuwa na ndoto kubwa sana ya kuwa mchezaji mkubwa na bora duniani. Alijituma kupita kawaida, mazoezi, nidhamu na kujitoa kwa 100%. Leo hii ni mmoja ya mastaa wakubwa na matajiri kupitia soka. Somo kubwa kupitia Ronaldo ni kwamba ukijituma inawezekana. Lakini mchezaji namba 3 tunamuona Sadio Mane. Sadio Mane anatokea katika kijiji kidogo sana nchini Senegal, ambako hakukuwa na viwanja vizuri wala hakuweza kuwa na kiatu kizuri kwamba anaweza kacheza mpira vizuri. Kwa Sadio Mane alikuwa akicheza mpira peku na watu wengi hawakuamini ndoto yake, lakini yeye hakukata tamaa, akapambana mpaka kaenda Ulaya. Leo hii ni tajiri na bado anasaidia kijiji chake. Amejenga shule, hospitali na kuendelea kusaidia watu wake. Huyu ni mfano wa kuigwa barani Afrika. Namba 4, tunamtazama Mohamed Salah. Mohamed Salah kutoka nchi ya Misri. Huyu bwana alikuwa anasafiri umbali mrefu sana kila siku kwenda kufanya mazoezi. Alikataliwa na baadhi ya timu mwanzoni, lakini hakukata tamaa. Aliendelea kupambana. Leo hii ni mmoja wa wachezaji bora barani Afrika na duniani. Somo ambalo tunalipata kwa Mohamed Salah ni kwamba uvumilivu ndiyo siri ya mafanikio ya mtu yoyote yule. Namba 5, tunamuona Didier Drogba. Drogba alikulia katika mazingira magumu sana huko nchini Ivory Coast. Hakupata mafanikio mapema kama wengine, lakini alipopata nafasi alitumia vizuri sana. Mbali na soka, aliwahi pia kusaidia kuleta amani nchini kwake wakati wa vita. Huyu sio mchezaji tu, bali ni kiongozi na shujaa duniani. Historia zao zinatufundisha kitu kimoja kikubwa. Haijalishi umetoka wapi, unaweza kufikia ndoto zako. Swali ni kwamba je, wewe uko tayari kupambania ndoto zako? Bonyeza like, comment ni mchezaji gani story yake imekugusa zaidi. Usiache kusubscribe video ili uweze kupata video kali nyingine. Mwanga wa ndoto zetu.